Bwana Yesu asifiwe, ndugu mtazamaji wa Mdota Media Pro. Siku ya leo tuko mahali hapa chuo cha mipango. Kwa neema ya Mungu tumekuandalia interview exclusive. Tutakuwa na watumishi wa Mungu ambao tutakwenda kuwatambua, na niliyoko mbele yako ni Enoch Nguyaine, ni host wa kipindi cha siku ya leo. Nikukaribishe moja kwa moja, lakini usisahau kusubscribe, kushare na kulike chaneli yetu ili uwe wa kwanza kupata matangazo ambayo tutakuwa tukiyatoa. Karibu sana na tuweze kuwafahamu leo tumekuletea nini na tuko na nani. Karibu sana. Ndugu mtazamaji, kama nilivyotangulia kukuambia hapo awali kwamba leo tuko mahali hapa tumekuandalia kitu kizuri, na kwa neema ya Mungu tuko na mtumishi wa Mungu anaitwa Emmanuel, lakini naomba aweze kujitambulisha ili tuweze kumfahamu. Karibu mtumishi wa Mungu, mimi na mtazamaji tunatamani kukufahamu. Asante sana, naitwa Emmanuel Samuel Chacha, ni katibu wa CASFETA Tayomi chuo cha mipango. Asante sana. Ndugu mtazamaji, anaitwa Samuel, ni katibu wa CASFETA Tayomi mipango. Chuo cha mipango wametuandalia mkutano mkubwa wa outreach utakaofanyika mkoa wa Morogoro, na tuko naye mahali hapa aweze kutueleza lengo lao ni nini kuandaa huo mkutano, wanaenda lini, mkutano ni lini, na wanatuambiaje sisi ambao tunatamani kuhudhuria kwenye huo mkutano. Katibu, najua mmejiandaa, lakini mkutano huo mnaenda kufanya lini? Mkutano ambao tumeuandaa tunatarajia kufanya kuanzia tarehe 15 hadi tarehe 22 mwezi wa 3 2026, yani kwa maana mwaka huu, na ni wiki mbili tu zilizobakia kutoka leo. Lakini pia huo mkutano utafanyika Morogoro, Kilosa, na hivyo tumefika hapa leo kwa ajili ya kusema kwamba tutakapoenda kule tutaenda wote, sisi pamoja na wanachama wote, na yeyote yule ambaye yuko willing, ambaye yuko tayari kwa ajili ya kuhudhuria katika mkutano huo, haina shida. Pia kikubwa tunaweza tukawasiliana kwa ajili ya kupata kufahamu ni nani na tuangalie ni namna gani anaweza kafika. Lakini lengo pia kubwa ambalo limetupelekea sisi kuandaa mkutano wa Injili ni kutimiza lile andiko alilosema kwamba ni ulimwenguni kote mhubiri Injili kwa kila kiumbe, na kila aminie na kubatizwa ataokoka. Kwa hiyo tulipokuja kutambua kumbe kati ya kusudi ambalo Mungu ametuumba sisi kwalo ni pamoja na kuhubiri Injili, hivyo tukaona haina budi tuandae mkutano wa Injili kwa ajili ya kwenda kuhubiri, ili kile ambacho sisi tulikipokea Yesu huyu ambaye sisi tulimpokea, basi tuweze kumpeleka kwa watu wengine pia ambao hawajampokea waweze kumpokea. Asante sana. Okay, umetuambia kwamba hata wengine wanaweza kuhudhuria pamoja na wanafunzi, na kwa maana hiyo swali langu liko hapa kwamba kwa maana hiyo huu mkutano hauna limit kwamba ni viongozi tu ama ni wanafunzi tu. Kwa maana hiyo ni watu wote ambao wanatamani kuhubiri Injili wanakaribishwa. Ndiyo kabisa, kama nilivyokwisha kusema toka awali kwamba wajibu wa kuhubiri Injili ni wa kila mtu, wala sio wa mtu fulani. Hapana, ni wa kila mtu. Kwa hiyo hivyo watu wote wanakaribishwa kwa ajili ya kuhubiri mkutano wa Injili, na hivyo wanakaribishwa kufika katika mkutano huo. Okay, wewe kama kiongozi umejiandaaje kuhakikisha kwamba wale ambao watahudhuria kwenye huo mkutano ama watapata hiyo neema ya kwenda kuhubiri Injili huko Morogoro wana deserve ile nidhamu wakiwa kule mkutanoni? Kwa sababu kule tunaenda kwenye mji mpya, tunaenda kukutana na watu tofauti tofauti, na sisi wenyewe kama team tunaenda tukiwa tumetoka kwenye maeneo tofauti tofauti. Kila mtu ana tabia zake, na kule tunaenda kukaa eneo moja, na tunachotupeleka kule ni lengo moja la kuhubiri Injili. Wewe kama kiongozi umejipangaje kuhakikisha kwamba ile timu inabaki katika disiplini na umoja wa kitu kimoja, disiplini kule ambapo itakuwepo kule nidhamu wakati wa kuhubiri Injili na kuendelea na shughuli zingine zote? Asante. Kwanza niseme hilo ni jambo ambalo lipo kwa sababu mtu tunaamini kwamba mtu yeyote aliyeokoka hawezi akawa na tabia ambazo hazimpendezi Mungu, kwa sababu anasema ukiwa ndani ya Kristo unakuwa kiumbe kipya. Kwa hivyo sisi, mimi pamoja na viongozi wenzangu wote tunaamini kwamba watu tunaoenda kuhubiri mkutano wa Injili sote tumeokoka. Kwa hiyo hivyo hatuna wasiwasi na kusema kwamba hivi kuna vitu ambavyo vinaweza vikatokea ambavyo sivyo. La hasha, ni kwa sababu ya kwamba tunaamini kila mmoja
mmoja ameokoka, na mtu anapookoka tu akitolea anakuwa na Roho Mtakatifu ndani yake. Akishakuwa na Roho Mtakatifu, kazi mojawapo ya Roho Mtakatifu na anasema ni kutufundisha na kutuongoza katika kweli yote. Kwa hivyo tunaamini mtu hawezi akafanya vile vilivyo vya ajabu kwa sababu Roho Mtakatifu yumo ndani yake. Na hivyo sisi pia katika kujipanga zaidi, tumejipanga katika kuwakumbusha na kukumbushana kwa habari ya Roho Mtakatifu. Katika kusoma neno la Mungu pia na vitu vingine ambavyo ni kaza ambavyo vinaweza vikafanyika katika maisha ya kila siku. Kwa maana hiyo unatuaminisha kwamba kwa sababu tutakuwa na Roho Mtakatifu basi kila kitu kitakwenda vizuri? Ndio, kama nilivyokwisha kusema kitaenda vizuri kila kitu, lakini pia na ndio maana pakawepo na uongozi. Kwa hiyo uongozi utahusika katika kufuatilia kila kitu kikawe sawa, na pamoja na kushughulikia mambo yote ya nidhamu, na hivyo naamini kila kitu kitakuwa sawa kwa sababu tunapoenda ni kambi ya watakatifu. Kwa hiyo hivyo kila kitu kitakuwa sawa katika usimamizi wa viongozi, na ndio maana pakawepo na viongozi. Kwa maelezo yako nimeona kwamba watu watakuwa wengi, kwa sababu umesema kwamba hata ambao sio wanafunzi wanakaribishwa, lakini pia viongozi watakuwepo na wanachama wote watakuwepo, na ninavyofahamu Kasifeta Tayomi mpo wengi, ukijumuisha pamoja na wengine ambao watakaribishwa mtakuwa wengi. Je, mpaka sasa bajeti imekaaje na vifaa vyote ambavyo vitakwenda kutumika kule kuhakikisha mkutano unafanyika, injili inakwenda vizuri kabisa, bajeti imekaaje mpaka sasa? Asante sana. Tumejiandaa vizuri kwa kweli, tumejiandaa vizuri na vitu vyote viko vizuri, tunamwamini Mungu. Kwa sasa hadi kufikia sasa kwa maandalizi ya 72% tayari yamekwisha kukamilika. Kwa sababu vifaa vingi, na ukiangalia kwa hasa katika mazingira ya kigeni haya tunayoenda, kikubwa waga ni kuyaweza kuyafahamu yale mazingira ya kigeni, lakini pia kupata vitu kama malazi, lakini pia na chakula. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu kwa sababu tayari tulishaweka logistic nzuri ambayo itatusaidia, ikiwa ni pamoja na michango. Bado tunaendelea kukusanya michango kutoka kwa watu, lakini pia ikiwa ni pamoja na uhamasishaji ambao bado unaendelea, tukiwa pamoja na kamati ya uhamasishaji. Hivyo tunaamini kwamba kila kitu kitakuwa sawa, na bado tunaendelea na maandalizi hayo, kwa sababu wiki mbili hizi ambazo tumezibakiza bado tuna kikao cha mwisho kwa ajili ya kupiga bajeti ambacho kitatumika kufanya tathmini na kupiga bajeti kwa ujumla. Kwa hiyo tunaamini katika hivyo mambo yote yatakuwa sawa katika hicho ambacho tumekusudia, na Mungu akiwa pamoja na sisi. Na tunafahamu kwamba nyinyi ni watu wa mipango. Yes, sisi ni watu wa mipango. Ni kuchagua. Ni kweli. Na tunaongozwa na Roho. Yes, tunaongozwa na tunaamini kwamba tukiwa tunamtumikia Mungu huwa tunakuwa na kila kitu, si ndio? Ndio. Fedha na dhahabu zote ni mali ya Bwana. Kwa maana hiyo wanachama wote wanajitahidi kucontribute, kwa sababu tunajua kwamba sidhani kama mna mfadhili ambaye labda anawafadhili kwenda kuhubiri Injili. Naamini kwamba ni pesa zinatoka mifukoni kwa wanafunzi tu, ama kuna njia nyingine ambao mnapata hizo fedha? Kwa sababu tunajua mkutano ni mkutano mkubwa, mnakwenda nje ya mkoa. Ndio, ni kweli. Gharama ni ziko nyingi, watu watakula, watu watalala, watu watahubiri Injili. Ndio, ni kweli. Na tunajua ni gharama kubwa sana. Je, pesa zinatoka tu kwa nyinyi wanafunzi ama kuna namna nyingine ambavyo mna ufadhili? Asante sana. Nashukuru kwa swali hilo zuri. Ni kweli tuna bajeti kubwa ambayo ni bajeti ya milioni 7 na sehemu, lakini pia fedha zote zinatoka mifukoni kwa wanafunzi, kwa sababu tulikwisha kupangiana michango kuanzia kwa ngazi ya viongozi hadi kwa ngazi ya wanachama. Kwa hiyo kila mtu ana kiwango chake cha kutoa fedha, na ndio maana tunaendelea. Hapo mwanzo nilisema tunakusanya michango, kwa hiyo tunaendelea na huo ukusanyaji wa michango kuona ni wapi ambapo tunaweza tukafikia, na kwa ajili ya kuweka mipango mizuri kama ulivyokwisha kusema hapo awali kwamba tunapopanga tunachagua. Okay, na hata sasa mwitikio wa watu katika kuchangia ukoje? Tunamshukuru Mungu kwa kiasi takribani 68%. Mwitikio ni mzuri, watu wanajitokeza katika kutoa. Ukiangalia kwa 62% tayari walikwisha kutoa na kumaliza kabisa. Kwa hiyo wengine bado tunaendelea kufanya uhamasishaji waendelee kutoa, lakini pia bado tunaendelea kuongeza na kuangalia mbinu zingine ambazo zinaweza kutufikisha mahali pa kuwakusanya watu wote ambao hata hawajatoa. Basi tuende mada mtu anakuwa na ile nia ya kwenda kuhubiri Injili, basi tuwe na namna ya kuweza kumbeba. Lakini kuna mwingine anaweza katoa fedha kidogo sifikie fedha ile ambayo tulipangiana, basi na yetu tuone ni namna gani tunaweza tukaenda nayo. Kwa hiyo kuja kwa kuangalia hivi katika kuwabeba watu, tunajikuta tunaanza kutafuta vyanzo vingine vya fedha. Okay, ndugu mtazamaji, hawa ni Kasifeta Tayomi Mipango. Wametuandalia mkutano mkubwa ambao haujawahi tokea utakaofanyika mkoa wa Morogoro Kilosa.
wanawakaribisha sana kwa maombi, lakini pia wanawakaribisha kufika huko Morogoro kwa ajili ya kuhubiri injili ya Yesu, kwa sababu tumeagizwa. Kiongozi, naam, mpaka sasa watu wangapi unaweza ukatuambia ni watu wangapi ambao wamekonfirm kwenda huko Morogoro kuhubiri injili kwa wanafunzi? Kwa wanafunzi hadi sasa walio confirm ni watu 45. Watu 45. Yeah, 45. Okay. Kwa maana hiyo wewe unavyoona mwitikio upo mkubwa ama? Mwitikio upo mkubwa ni kwa sababu tu hiyo idadi imetoka mwanzo, ni kwa sababu tu watu wengi bado tunaendelea kuzungumza nao. Kwa hiyo tunaona kwamba hivi kutokana na watu waliotoa, kwa hiyo waliotoa ni nusu ya watu ambao bado hawajatoa, lakini pia na watu walio confirm pia ni nusu ya watu ambao bado hawaja confirm, lakini pia watu waliosema wanaenda lakini pia bado hawajajisajili kama wataenda pia na wenyewe wanaanzia 45 kwenda mbele. Kwa hiyo hivyo tunaamini kwamba hivi mwitikio ni mkubwa, lakini ni vile tu bado watu wako katika utafutaji na uwekaji wa mambo yao vizuri, kwa sababu ukiangalia kila mtu anakuwa na sababu yake. Kwa hiyo inabidi zungumze naye, umpe utaratibu wa kupanga mambo yake ili aweze kuyailisha na kuweza kuja kuhubiri mkutano wa injili, kwa sababu mtu mwingine anakuwa na ratiba yake tayari. Kwa hiyo kuja ukazungumza naye hadi akabadili ratiba yake akaweke ratiba ya mkutano wa injili, kwa hiyo inakuwa inahitaji neema kidogo, na ndio maana watu wengine unakuta hawana hiyo ratiba, lakini unapozungumza naye basi anaamua kubadili ratiba na kuweka ratiba ya kwenda kuhubiri injili. Na ndio maana nikasema hawa 45 ni watu waliokwisha kuconfirm hadi sasa hivi, lakini watu ambao hawajaconfirm pia ni zaidi ya hao watu 48, lakini tuna uhakika ya kwamba hawa watu wataenda wote. Kwa maana hiyo kumbe mna utaratibu wa kuwasajili watu ambao watatoka mkoa wa Dodoma kwenda Morogoro? Ndio, tunakuwa nayo idadi yao, na ndio maana hatuwezi tukatoka tu moja kwa moja, kwa sababu tuna usafiri. Huo usafiri unaratibiwa na unasimamiwa, lazima tujue kwamba tumeondoka na watu wangapi kutoka Dodoma. Okay, kiongozi, najua mtakwenda kule mtahubiri injili, kuna watu wataokoka, watampokea Yesu kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Ni kweli. Nyinyi kama nyinyi ni namna gani ambavyo mtakuwa mratibu au mnategemea kuona kitu gani kwao mtakapoondoka? Kwa sababu tayari wameshapokea Bwana Yesu kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao, lakini sasa mnawaacha wao. Je, ni taratibu gani ambazo mmeweka na mnategemea kuona kitu gani baadaye kwao? Asante sana ndugu mtangazaji. Cha kwanza naweza nikasema kwamba matarajio makubwa sana ambayo tunatarajia kuyaona kwao ni kwamba tunatarajia kuona wakiendelea katika wokovu na kukulia wokovu na kukua katika imani, ambapo utaratibu ambao uliopo ni kwamba kule tunapoenda tunapokelewa na CPST. Kwa hiyo ule mkutano tunaenda kufanya kule unakuwa na usimamizi wetu, lakini pia tunalelewa pamoja na CPST ya kule. Kwa hiyo tunapoondoka, wachungaji na watumishi wa kule watatumika katika kuwafuatilia hao watumishi na kuhakikisha wote waliookoka wanaendelea kwenda ibadani kama kawaida siku zote na kukua katika maisha ya kiroho. Okay, kwa maana hiyo wataendelea kukulia huko. Ndio, wataendelea kukulia. Na toka mmeanza maandalizi ya mkutano huu, ni changamoto zipi ambazo mmekutana nazo? Changamoto tunazokutana nazo ni watu pengine kutokuwa tayari, lakini changamoto ya pili ni watoto wengi kuzuiliwa na wazazi wao, ambapo wazazi wakidai na kuwaomba watoto wao kwenda majumbani kwa ajili ya kuwaona, pakiwepo na sababu ambazo sio za msingi, ikiwa ni pamoja na wanadai kuwakumbuka tu. Okay. Kuwakumbuka tu. Una neno gani la kuambia wazazi kama hao ambao ni kweli tunaenda kuhubiri, tunaenda kumtumikia Mungu, lakini wao wanawaambia watoto waje nyumbani? Una neno gani la kuambia? Neno la kuambia ni moja tu, kwamba wao kama wao wawaruhusu watoto kwenda kuhubiri injili, kwa sababu kesho na kesho kutwa huyu mtoto, hata kama leo atataka kumuona, lakini kesho na kesho kutwa huyu mtoto ataoa na ataolewa. Kwa hiyo siku moja ipo siku atamwacha. Kwa hiyo bora aanze kuzoea mapema, lakini pia hii ni kazi ya Mungu, sio mwanadamu. Kwa hiyo kwa kuwa tunafanya kazi ya Mungu, basi wazazi na waomba tuwaruhusu watoto waje kuhubiri neno la Mungu, kwa sababu hii ni mbegu ambayo unaipanda. Huyu mtoto ambaye unaweza kumng'ang'ania leo kamtakaje nyumbani, siku akikuharibikia bado utarudi kumtafuta Mungu kwa ajili ya kumwokoa huyo mtoto na kumrudisha tena. Okay. Hapa kuna watazamaji ambao wanakusikiliza na wanakutazama. Neno gani unawaambia neno gani la mwisho? Asante sana. Kwanza ninawashukuru watu wote ambao wanatutazama
lakini pia ninawakaribisheni nyote kushiriki katika baraka hizi. Najua kwa namna moja ama nyingine unaweza ukatamani kushiriki, na kuna namna za kushiriki. Unaweza ukafika moja kwa moja na unaweza ukawasiliana pamoja na sisi, lakini pia unaweza ukatuma mchango wako kwa ajili ya kutusupport, kwa sababu wanafunzi kwa kiasi kikubwa hawana fedha, yani hawana kazi. Kwa hiyo bado tunategemea support zenu. Kwa hiyo hivyo naweza nikataja mawasiliano mafupi hapa, namba ambayo itatumika kupokea simu, lakini pia kupokea miamala. Unaweza ukanipigia, unaweza ukatuma mwamala, inaweza ikawa ni njema sana katika kutusaidia. Ambayo namba yangu ni ya Voda ambayo ni 07 63 89 64 69. Ukipiga namba hiyo masaa 24 inapatikana, lakini pia napokea miamala yote. Kwa hiyo na wakaribisheni sana, tutafurahi kuwaona watu mlioko Morogoro. Karibuni sana pale Kilosa, tutakapofika tutafurahi pia kuwaona mkitupokea Morogoro, lakini pia mlioko Dodoma na mikoa mingine tuwasiliane. Karibuni sana, twende tukaihubiri injili ya Mungu. Asante sana ndugu mtazamaji wa Mdota Media Pro. Tulikuwa na mtumishi wa Mungu ambaye ni mwakilishi wa viongozi wa Kasfeta Tayomi Mipango. Wametuandalia mkutano na tumesikia wakitueleza namna walivyojiandaa na namna ambavyo wamejipanga kwenda kuhubiri injili, lakini vile vile pia wanatukaribisha kufika kule kuhubiri injili, lakini pia wanatukaribisha kushiriki baraka hizi kwa namna ya utoaji. Unaweza ukawasapoti kwa hizo namba walizotaja, lakini pia tunakushukuru kwa kuwa pamoja nasi katika kipindi hiki cha siku ya leo. Tunakushukuru sana na Mungu akubariki. Usisahau kusubscribe chaneli yetu ya Mdota Media Pro. Mungu akubariki sana. Tukutane tena wakati mwingine. Asante.